Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inapendeza ipendeze. Yeah, siku ya leo tuko kwenye mahakama ya watoto wa Sunday School African Ministry Milwaukee. Kwa hiyo kabla ya yote ningeomba nimlete mtumiwa wetu. Baada kumwona mtumiwa wetu, bila kupoteza muda ningeomba nakaribisha majaji wetu. Na kabla hawajaingia ningeomba tusimame, tupige na makofi. Mamlaka ya mahakama ya kidini ya watoto wa Sunday School wa kanisa la African Ministry Milwaukee. Kesi namba 1. Watu dhidi ya Yesu Kristo Nazareti. Mwendesha mashtaka wa umma, neno la kwako. Karibu. Amen. Asante jaji mtukufu mwenye heshima, kama mchungaji wa parokia hii mashuhuri, ni kwa jina la watu wa Mungu ninasimama mbele ya mahakama yako mtukufu kuomba hukumu ya Yesu Kristo kwa adhabu ifuatayo ya kidini. Nilimtangaza mtoto Yohana 19:7, Mathayo 26:63 hadi 65. Huyu Yesu alijifanya sawa na jambo ambalo ndio maana tunaomba hukumu ya kifo chake. Umesikia malalamiko? Kuna mtu anao neno? Karibu. Kuna tuhuma inasema alijifanya mtoto hakimu mtukufu. Haijaandikwa kwamba mimi na baba tu moja? Yohana 10:30. Hakimu mtukufu, chunguza matendo yake na chunguza kazi zake. Kama ni mbaya, lakini kama yanatoka kwa Mungu, basi usiupige mwanga, maana alisema ufalme wangu sio ulimwengu. Tumemsikia ndugu yetu. Kuna mtu anao neno? Karibu. Alisema nitaliharibu hekalu ili kulijenga tena ndani ya siku 3. Bwana makamu, mtu huyu anastahili adhabu ya kifo kwa kusulubiwa. Amen. Tumesikia malalamiko. Kuna mtu anao neno? Karibu. Mpendwa mshiriki wa mahakama hii, kumstaki Yesu Kristo sio kweli. Aliwalisha wenye njaa, aliwaponya wagonjwa, aliwafufua wafu, aliwainua wanyonge,
matendo hayo yanastahili sifa, vinachukuliwa kama tishio au amen. Tumemsikia ndugu yetu, kuna mtu anao neno. Karibu. Kosa lingine, mnyakuzi wa madaraka anajiita mfalme wa Yahudi, alitukana watu akiasi. Yesu alikataa kulipa kodi kwa Kaisari, anataka kuyapindua mamlaka ya Kirumi. Kwa mujibu wa sheria, anastahili hukumu ya Kirumi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Tumesikia malalamiko, kuna mtu anao neno. Karibu. Someni Yohana sura ya 18 mstari wa 38. Tumshitaki Yesu. Tazama, msitafute mtakatifu wala upanga wala shamba. Idhini yake ni ya kiroho, si ya kisiasa. Je, unaweza kumhukumu mtu kwa furaha yako? Hii alifurugi utaratibu wa umma. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tumemsikia ndugu yetu, kuna mtu anao neno. Karibu. Kwa utaratibu wa umma, anasumbua mamlaka na taasisi za kidini. Kumwachilia mtu ni kama kutuonyesha upendo kwa Kaisari. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tumesikia malalamiko, kuna mtu anao neno. Hakimu mtukufu mwenye heshima kama mchungaji wa parokia hii mashuhuri, naitwa Augustus Pia. Mimi ni wakili wa Yesu Kristo. Hakimu mtukufu, mpenda Mkristo ulio hapa, nimesimama mbele yenu si kutunga mamlaka ya sheria, bali kusikitisha kutokuwa na hatia kwa mtu mwenye haki, mwadilifu, asiyokuwa na furugu katika matendo yake, kukabiliwa na shutumu kali zaidi, kumshutumu Yesu Kristo wa Nazareti, ambayo hajawahi kununua silaha, hajawahi kuchochea uhalifu. Yesu hubiri upendo kwa jirani, haki, rehema na amani. Kuhusu kodi, aisema Kaisari apewe yake na Mungu yaliyo yake. Amen. Asifiwe tena. Tumesikia kama zote mbili. Sasa tunataka kukaribisha jaji wetu mkuu kwa maelezo za mwisho. Karibu. Kesi na hukumu ya Yesu Kristo kutokana na ulinganisho wa mshtaka Yesu, raia wa Kiyahudi na mtii wa umma anayejiita mwana wa Mungu mbele ya makuhani na mamlaka ya Kirumi, ambayo ni kufuru ya kujiita Masihi na mwana wa Mungu. Kusoma Mathayo 26 mstari wa 63 hadi 65. Hivyo basi, kulingana na sheria ya Kirumi, Yesu anahukumiwa kifo. Yesu Kristo anahukumiwa adhabu.